Sasa niangalie kwa dakika chache. Kwa mujibu wa Biblia, vita ya tatu ya dunia, vita ya tatu, wakati ile vita itakapokuwa imeiva, ndipo kanisa litakaponyakuliwa. Katikati ya ile vita imeshaanza. Na kwa mujibu wa Biblia, unasikia hapa mwandishi wa Ufunuo Yohana anasema wakawakusanya wafalme hao kwa ile vita kuu ya siku ile ya Mungu Mwenyezi, na anasema ule mto ukakauka, wafalme watokao machweo ya jua wakavuka kuja kupigana. Ni nchi za Asia zikiwemo China, Korea ya Kaskazini, ambao sasa hivi kwenye vita iliyopo Korea ya Kaskazini pamoja na China ziko nyuma ya Irani, ikiambatana pamoja na Urusi. Halafu Israeli na Marekani na mataifa ya Ulaya la kwao ni moja. Haya ni maandalizi ya vita ya tatu. Hizi chokochoko hazitakoma. Kwa nini? Nitazame. Ndio maana mwandishi anasema akaziona roho chafu zikatuma duniani kuwaendea wafalme wote kuwakusanya kwa ile vita. Nisaidie kwa sauti yako, sema amen. Nini maana yake? Maana yake tuko kwenye wakati ambao vita inaweza ikalipuka na ikasambaa duniani kote, na ikisambaa duniani kote ikasonga ikawa vita ya tatu, basi kanisa litaibiwa mara moja. Maana Mungu hata ruhusu kanisa liteseke. Kanisa litaonja mateso kidogo. Kwa maana hiyo, unaposikia hizi chokochoko, kwa mujibu wa unabii wa Biblia, ni vita ya tatu inayojiandaa. Au nikikurahisisha naweza kuambia kwamba imekwisha kuanza. Kwa lazima wewe unapofanya mambo yako yote, tafadhali nahitaji roho yako imwangalie Bwana vizuri kwa jina la Yesu. Parapanda yaweza kulia. Ina mikono juu. Toa sauti yako. Sema Baba ninaomba. Sikusikia, sema Baba ninaomba. Lolote likitokea usiniache. Usiniache. Sema kwa sauti. Ongeza sauti yako. Haya ni maandalizi ambayo muda wote anaweza tangazwa. Kwa kuna mambo matatu. Sasa hivi wanasema lazima dunia nzima iwe na pesa moja, sarafu moja. Na sarafu hii moja tayari hata hapa Tanzania juzi kati hapa imetangaza kwamba wanataka noti ya mtandaoni. Kwa nini noti ya mtandao? Kwa sababu noti kisha kwa mtandaoni wanaitoa kwenye mkono, hautaweza kuimiliki wewe, itamilikiwa na serikali. Lengo ni kutafuta sarafu moja ya dunia. Ndio maana sasa hivi ukiwa na kadi moja ya benki unachukua hela kwenye benki yoyote, maana yake zilishaunganishwa. Naongea na watu hapa jamani. Niliposafiri kwenda Korea Kusini, nilikuwa na kadi yangu kwenye benki za Korea, nilichukua pesa. Unachomoa pesa za Kikorea na kadi ni ya Tanzania. Maana yake ni kuunganisha dunia iwe moja. Wanasema lazima imani iwe moja, serikali iwe moja, na pesa iwe moja. Na hayo maandalizi yamekwisha kuandaliwa. Lengo ni Yesu Kristo alichukue kanisa lake, dunia ichafuke. Naomba ujiandae kwa jina la Yesu. Naomba ujiandae kwa jina la Yesu aliye hai. Ina mikono yako. Sema Baba nisaidie. Sisikie sauti yako, sema Baba nisaidie. Nikae karibu na wewe. Vita ikianza nisipotee katika jina la Yesu. Naomba makofi yako makubwa kwa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Walishamaliza maandalizi. Unakuja kwenye serikali moja, maandalizi yalishaandaliwa. Kwa kuna vitu vitatu: dini moja, sarafu moja, serikali moja duniani.
Ndio maana kwenye maandalizi ya serikali moja unaona kila mahala nchi zinaungana. Ukienda Ulaya kuna umoja wa Ulaya, Afrika kuna umoja wa Afrika, ukienda nchi za Asia kuna umoja wao. Imebakia siku moja tu ataunganisha kila umoja na dunia inakuwa na serikali, na hapo ndipo mpinga Kristo ataingia na yule mnyama aanze kutumia namba 660, ambayo hii namba hata sasa inafanya kazi, na ile namba ni ya Freemason. Sema Yesu nisaidie. Toa sauti yako, sema Yesu nisaidie. Je, umejiandaa na unyakuo? Nauliza watu wako hai, umejiandaa na unyakuo? Unafahamu ya kwamba Yesu anaweza kanyakua kanisa muda wowote? Hii vita ndio chokochoko itakayokuwa ya mwisho. Tafadhali kaa karibu na Mungu. Tafadhali kaa karibu na Mungu. Naongea na wewe usiniitikia. Nasema kaa karibu na Mungu. Nasema tena kaa karibu na Mungu. Inua mikono juu. Sema Baba, mambo yote yanayoandaliwa duniani wewe unayaona na wewe unayajua. Naomba unijaze roho wako, ile roho ya kunisahaulisha, ile roho ya kunirudisha nyuma. Baba, iondoe. Simama juu. Simama juu. Kuna siku utaenda mjini au utarudi, kwa sababu wale jamaa anapiga masafa marefu, akielekeza huku likaangukia huku likakupitia. Umeenda. Andaa maisha yako, andaa roho yako, andaa Ukristo wako. Acha kulala kiroho, acha kurudi nyuma, acha kujichosha rohoni wewe, acha kusema nimechoka kumtumikia Bwana. Tuko kwenye dakika za mwisho. Tengeneza roho yako na maisha yako. Inua mikono vizuri. Sema Baba, naomba unitakase. Naona hata sauti yako utoe. Sema Baba, naomba unitakase. Wakati dunia inaelekea mwisho na vita zinaendelea kuamka, Yesu niokoe. Okoa roho yangu Baba, okoa roho yangu Baba. Ile namba 666 naanza kuikataa leo kwa jina la Yesu hai. Nakataa kuabudu mnyama atakaye miliki dini zote. Mimi nasimama na wewe. Yesu wa Nazareth, nisaidie. Toa sauti, ongeza sauti, ongeza sauti. Endelea kuomba, sema Baba nisaidie, Baba nisaidie, katika jina la Yesu Kristo. Jehova Baba, lolote linaweza tokea duniani, inaweza kapigwa vita ya tatu ikawa watu wengi, tuokoe na kutusaidia, tuwe tayari Jehova. Inaweza tangazwa namba 666 wakati wote, tusaidie tuwe Baba upande wako na tusipotee. Yesu Kristo saidia watu wako, Yesu Kristo saidia watu wako, Yesu Kristo saidia watu wako. Nashangaa ya uombi, nashangaa umenyamaza tena umekaa chini. Marobo shakarabayasa rira rab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 a orabo shikarabayasa rabababababababa rabababababababa yerubo shakarababa. Ina mikono juu, ina mikono juu, fumba macho, ina mikono juu. Wewe ule kasi mama, swali langu ni leo itokee, maana juzi nilikuwa naangalia Mkorea wa Kaskazini nasema akifa raia yoyote wa kwangu naingilia kati, napiga mabomu yangu, na wale wa manyuklia anaweza liachilia mpaka Afrika. Wewe fikiria kama Mwarabu yuko anakufa tu hivi, na ukifuatilia vizuri hana kosa. Amekosea nini? Amepigwa tu, maonezi tu. Na ndio hizo roho tatu zinaachiliwa za kukusanya watu kwa ile vita.
Sema Baba nisamehe. Kuanzia leo naacha hiyo dhambi. Kuanzia leo naacha uzembe. Uzembe katika ibada. Uzembe kukutolea sadaka. Roho ya uzembe. Mbona utoe sauti? Toka ndani yangu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Nafanya bidii. Yesu, nitie nguvu, nitie nguvu, nitie nguvu, nitie nguvu, nitie nguvu. Mwambie Bwana kutie nguvu. Nashangaa uongee na Mungu akutie nguvu. Nashangaa sauti yako haimfikie Bwana akakutia nguvu. Rabababa shekerolia rabasa. Raya rabababa shekero merebosha. Mungu wa rehema uliye hai. Mungu wa roho za manabii. Jehova El Shaddai tusaidie.